kafanyiwa tukio hilo ila akapona, basi atachukuliwa hatua. Hayo maeneo yote hayana doria, ndio maana wale watu wanafunga kamba. Na tunaendelea kuimarisha doria. Amka nasi. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuiangaza nchi yetu Tanzania kama ilivyomulikwa na waandishi wetu wa habari katika mikoa mbalimbali. Wafanyabiashara na waendesha pikipiki binafsi na maafisa wa usafirishaji wametakiwa kuepuka kusafiri nyakati za usiku katika maeneo hatarishi kufuatia matukio ya watu wasiojulikana kuwafungia kamba, kuwateka na kisha kuwanyang'anya pikipiki, na kwamba endapo mhusika atanusurika tukio hilo, jeshi la polisi linapaswa kuchukua hatua kali dhidi ya wahalifu hao, hasa ikizingatiwa kuwa tayari tahadhari imeshatolewa. Tupate simulizi zaidi. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa Umoja wa Maafisa Usafirishaji mkoani hapa, Bwana Mrisho Shime, kufuatia kukithiri kwa matukio ya utekaji, hali inayozua hofu miongoni mwa wananchi na kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi. Na hapa mwenyekiti huyo anaeleza mipango mkakati wa chama hicho kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Kutokana na jinsi gani tunavyoendelea ndani ya wimbi la ufungaji wa hizi nywaya kamba za barabarani, na hali ambayo tulikuwa tumeshaisahau, kwa sasa ni bado ili jambo linatukumba. Kama mlivyosikia juzi, mzee wetu alikuwa ni mfanyabiashara, si afisa usafirishaji, alikuwa anatumia pikipiki, alitegewa kamba maeneo ya Kazima usiku wa saa 8. Sasa anayetumia yoyote pikipiki, iwe pikipiki yake binafsi aidha anafanya biashara za usafirishaji, asitembee mazingira ya usiku kutoka nje ya mji. Na hili swala tumeshalitolea sana maelekezo, na haya maelekezo sasa, kwa sababu tumekaa chini baina na upande wa askari wetu, ila hususan RPC, na tukamuomba jambo hili, yoyote atakayetokea kafanyiwa tukio hilo ila akapona, basi atachukuliwa hatua. Ni lazima ashtakiwe, kwa sababu tumemuomba. Kuna vitu vya dharura ambavyo vinaweza kusababisha wewe kutembea usiku, ila si kutoka nje ya mji. Ndani ya mji unaweza kuendelea na biashara zako, kwa sababu ndani ya mji utapata msaada, ila nje ya mji asitoke afisa usafirishaji yoyote, aidha mtumiaji yoyote wa pikipiki. Neno pikipiki asitoke nje ya mji. Aidha, Shime amelipongeza jeshi la polisi mkoani hapa pamoja na serikali ya mkoa huu kwa kuendelea kuweka mazingira wezeshi, huku akitoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kuwataja wahalifu na washukiwa wa matukio hayo. Kwa kweli ni ukweli usiopingika, lazima watu tuishi kwa wasiwasi, kwa sababu kila mmoja hana imani na mwenzake kwa sasa mazingira ya usiku. Kwa hiyo ili jambo toka limetokea mpaka dakika hii, ukiangalia simanzi tunazozipata na kazi sio sawa sana zamani. Inapofika usiku watu wengi walikuwa wanajipatia vipato vya halali, watu wameamua kwenda kupumzika na kulala. Lakini vile vitu vinatuumiza, kuna watu wanahitaji kupata huduma hizo. Mazingira wanafanya biashara zao usiku, wako dada zetu, wapo mama zetu, wapo kaka zetu ambao wanaendelea. Na ukiangalia Mheshimiwa Rais alikaa chini akaliona hili, mabasi yanafanya kazi usiku mzima. Kuna abiria wanashuka usiku, wanahitaji hizi huduma. Kwa kweli tunaiomba serikali izidi kuboresha, lakini kama hivyo tunavyoomba Watanzania watusaidie vitu hivyo, kwa sababu wao watu wanatoka kwenye mitaa yao na wanakaa kwenye nyumba zao. Tujitahidi kuwatolea taarifa hizi ili waweze kubadilishwa na serikali, ili na wenyewe waweze kujua shida ni nini. Msaada kwa jeshi la polisi sana ni kuongeza tu doria yale maeneo ambayo yanakuwa hatarishi, mfano Kariakoo, Rwanzali, Makaburini, Kazima, hii barabara ya huku jeshini, Usule. Hayo maeneo yote hayana doria, ndio maana wale watu wanafunga kamba. Na yule mtu sio kama anafunga kamba muda huo tuna muda huo mtu unapita. Yule anakuwa kishakaa muda mrefu zaidi hata saa, anasubiri yoyote atakayotokea eneo lile. Hata hivyo, hivi karibuni jeshi la polisi lilifanikiwa kukamata watuhumiwa 4 kwa tuhuma za mauaji na uporaji wa pikipiki hizo, huku mtuhumiwa mmoja akisakwa, ambapo kwa sasa inaelezwa kuwa matukio hayo yameibuka upya kwa njia ya watu hao kutega kamba njiani na kufanya uhalifu huo
Na hapa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao, anaeleza mikakati ya jeshi hilo. Tunaendelea kuchukua hatua. Kwenye matukio ya siku za nyuma tulifanikiwa kukamata, na taratibu za kuwafikisha mahakamani watuhumiwa zinaendelea kufanyika, na tunaendelea kuimarisha doria, misako na operation ambazo tunazifanya, na pale ambapo kuna mtu anataka kuwakodisha na wanamtilia mashaka, basi ni vizuri watoe taarifa kwetu ili huyo mtu aweze kuhojiwa. Kutoka Tabora, Adela Moses, Amka Nasi, Magic FM. Ni amkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni usiku, sikose cha siku, kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.